nikuombee tu nikubariki, sawa? Endelea na Yesu, usimwache, sawa? Waga unauma sehemu gani ya mwili? Sehemu gani ya mwili wewe unauma? Macho ndio yananisumbua. Macho. Haya, naomba nikuombee. Baba, katika jina la Yesu Kristo aliye hai, naachilia damu ya Yesu Kristo ya agano jipya ndani ya mwili huu. Bwana, mtumishi wako anasema macho yanamsumbua, naachilia damu ya Yesu kwenye macho yake katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Bwana Yesu, kampe neema akafunguliwa kutumikia. Ana hazina zako huyu, ana hazina zako huyu, ana hazina zako Yesu huyu. Msaidie akasimame akutumikie kwa jina la Yesu. Neema yako ikamfunike kila kamba za adui, hizo kamba 7 alizofungwa na mfungua kwenye ulimwengu wa roho, na mfungua hizo kamba kwa jina la Yesu. Ewe kamba mfunga kamba kwa maneno yenu, kwa jina la Yesu nafungua moto wa jina la Yesu. Amen. Mungu wa mbinguni awabariki sana. Basi unaweza ukakaa. Bwana Yesu asifiwe. Mungu ni mwema, ametupa neema tena katika siku njema ya leo. Namshukuru Mungu kwa neema yake, namshukuru Mungu kwa ajili yako pia. Mungu awabariki sana watumishi wa Mungu wala ambao walienda safari ya Ikwiriri kwa ajili ya huduma. Utumishi wa kule umekuwa mkubwa sana na huduma imekuwa ni njema sana. Salamu nzuri zimekuwa ni nyingi na Mungu wetu anaendelea kutenda. Lakini pia Mungu wa mbinguni awabariki sana wala ambao tumejitolea kwa sadaka zetu za hiari kwa ajili ya kumsafirisha mchungaji katika huduma pia, maana anaenda Dodoma. Mungu akubariki kila mmoja. Lakini kwa kuja kwenye ibada hii, Mungu wa mbinguni akubariki sana na akutendee mema yote. Amen. Basi kwa yule anayeandika somo linaitwa ukimfuata Yesu atafanya nini kuhusu wewe? Ukimfuata Yesu, yeye Yesu atafanya nini kuhusu wewe? Najua unafahamu ni mambo mengi Yesu anaweza kuyafanya. Tukianza kuolozesha ni mengi, lakini nataka nikwambie 5 hapa kutokea kwenye neno lake, yale ambayo kama ukiamua kumfuata Yesu atayafanya. Umekuja kanisani kwenye ibada hii kwa sababu kwa dhati ya moyo wako umeamua kumfuata Yesu. Naomba nikwambie umemfuata mfalme wa uzima wa milele, ambapo hakuna mwingine Mungu aliyeamuru kupitia uzima wa milele upitie kwake. Ni katika Yesu Kristo tu. Kama unasoma maandiko, unaweza ukasoma katika Yeremia, usiandike hiyo. Katika Yeremia Mungu anasema nitafanya agano jipya. Yeremia 31 kuanzia 33 nadhani. Iko nje na somo langu lakini naisema tu. Nitafanya agano jipya. Sasa agano jipya ndio lile ambalo Mungu amelifanya kupitia Yesu Kristo. Anapokuja Yesu Kristo, agano jipya linakuja. Hata yeye wanafunzi wake aliwaambia kwamba hii ndio damu ya agano jipya. Maana agano la kwanza limeondoka, linakuja jingine jipya. Sasa katika agano jipya, ukombozi wa wanadamu kwa ajili ya uzima wa milele, Mungu ameuamuru katika Yesu Kristo tu. Asikudanganye mtu. Mtu akikutoa kwa Yesu amekutenga na uzima wa milele. Mtu akikutoa kwa Yesu Kristo amekutenga na uzima wa milele. Mtu akikudanganya kwa namna yoyote kwamba hebu toka kwa Yesu, hata kama ni kwa muda, jua ya kwamba umeukimbia uzima wa milele. Na kama umeukimbia uzima wa milele, maana yake umefuata mauti, umefuata jehanamu, umefuata uharibifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Tamkini na wewe ni mmoja wala ambao Mungu anawapaka neema ya kuwafunulia mambo mbalimbali sifahamu. Lakini tung'ang'ane kwa Yesu, kwa sababu nje na Yesu ni hatari. Unaweza usione leo, lakini mtu anayeondoka duniani ndo analijua hili, wa dini yoyote. Akiondoka bila Yesu anajua kabisa nimepoteza. Ngoja nikupe ushuhuda huu. Mwaka 2010
tulikuwa tunashuhudia nyumba kwa nyumba. Kuna nyumba moja tulipita, nilikuwa na rafiki yangu mmoja anaitwa Peter Mwasomola na mwingine anaitwa Lucas Mshuza. Tumepita nyumba moja, tukakuta kuna mtu mmoja ni mgonjwa sana. Wale watu sio wa Kristo. Mtu mmoja ni mgonjwa sana, hali mbaya, wamemtandikia kimkeka. Tukawaambia habari za Yesu, watu wale wakawa kali kweli, mishipa ikawatoka, hatumtaki Yesu na dini yetu. Tukasema habari za Yesu, akakataa hata kutusikiliza. Tukasema lakini huyu Yesu huwa anaponya pia. Tunaomba basi angalau tumuombee tu huyu, Yesu hamtaki. Tumuombee tu huyu Yesu amponye. Tulipomuuliza yule mgonjwa akasema niko tayari mniombee. Wale watu wakamkataza, hapana, kataa, hakuna. Wakasema maneno ya kwao walioyajua. Tukamwambia kwani tatizo liko wapi? Hamtaki apone, mnataka endelee na ugonjwa? Kwa sababu sisi tunamuombea ni bure, tunaondoka hapa na Yesu anamponya. Wale watu wakakataa, wakawa wakali sana. Kumbe ulikuwa ni wakati wa mwisho ule mtu. Kesho yake alikuwa anaondoka duniani. Kwa kuna mengine yanaweza kuwa ni mafundisho ya Mungu huwa yanakuja kwa sababu yule mtu kesho yake wakiwa pale mbele ya wale watu, mara ghafla wakati ambako sasa hali ya ulimwengu wa mwili inaondoka, anaona kula anakoelekea. Wale watu wenyewe walituambia kwamba wakati ule yule mtu ikawa kama anamuona Yesu, anamwambia, anaanza kutamka kwa sauti, Yesu nisaidie. Sasa neema, mlango wa neema umefungwa. Halafu anaona anakoelekea, anasema sitaki huku. Anasema anakataa kwenda kule kuzimu, na Yesu anamuona upande wa pili. Alimkataa jana yake. Alipika kelele watu mpaka wakasema yule mtu hajaenda uzimani. Wao wenyewe waliomzuilia ule uzima. Pale msimamo wao ukabadilika kuhusu Yesu, na dini yao msimamo ukabadilika kuhusu Yesu. Kwa hiyo ndugu zangu, somo linasema ukimfuata Yesu, huyo Yesu yeye atafanya nini? Hebu fungua Luka 9:23. Tuanzie hapo. Luka 9:23. Ukimfuata Yesu, yeye atafanya nini? Ili haya ambayo atakayoyafanya, ukiona kuna kitu kinapungua, unaweza kujitahidi ili ufikie hiyo hatua au uvuke. Kwa sababu haya tu ni machache naamini. Luka 9:23, neno la Mungu linasema hivi. Akawaambia wote, mtu yeyote akitaka kunifuata na ajikane mwenyewe, ajitwike msalaba wake kila siku anifuate. Yesu anasema mtu akiamua kunifuata ajikane. Kwenye kujikana hapa wakati mwingine kuna kudharauliwa. Kwenye kujikana hapa kuna kupuzwa na watu. Kwenye kujikana hapa kuna wakati mwingine kuonekana huna akili. Kwenye kujikana hapa kuna kuonekana mshamba. Lakini Yesu alishaweka wazi, anayeamua kunifuata ajikane. Hata kama ndugu zako wanasema wewe ni mshamba, wewe una akili, umepungukiwa, huko hiyo ndo sehemu ya kujikana. Ajikane anifuate. Sisi tumejikana, tumemfuata Yesu, ndio maana tumekuja kwenye hii ibada. Anasema abebe msalaba wake kila siku. Somi msalaba wanaovaa shingoni watu. Si haina uhusiano na Yesu huyu anayemzungumza, anayesema kwenye andiko. Abebe msalaba wake. Msalaba kitafasiri una maana ya mateso au wakati mgumu. Kwa baada kama utatokea wakati mgumu, Biblia inasema abebe kila siku, sio avae. Abebe kila siku anifuate. Bwana Yesu asifiwe sana. Biblia inasema ajitwike. Maana yake abebe sio avae. Mna tofauti hiyo Sasa abebe msalaba wake, maana yake kama itatokea changamoto, watu watasema wewe umepungukiwa sana kwa kumfuata Yesu. Hauna namna. Yesu alishasema mtu ajikane amfuate. Ndugu yangu, kama umemchagua Yesu, umemchagua mkuu wa uzima ambaye hakuna huo uzima atakayekuondolea. Amen. Labda umwache Yesu, na Yesu wao waachi watu, wao ndio huwa wanamwacha. Kama ukiamua, amua kuambatana na huyu Bwana Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Fungua tena Mathayo 8:22. Mtu mmoja naomba nisomee. Mathayo 8:22. Amen. Lakini Yesu akawaambia, nifuate, waache wafu wazike wafu wao. Amen. Yesu akamwambia nifuate, waache wafu wazike wafu wao. Mtu mmoja ni wiki iliyopita aliuliza, hili andiko lina maana gani? Kwamba waache wafu wazike wafu wao. Biblia inasema tulikuwa wafu kabla ya kumpokea Yesu.
Manake wafu wako wa aina kama tatu. Kuna wafu manake wametengwa na Mungu milele, ndio hao ambao Yesu anawazungumza hapa. Paka waje kwa Yesu ndio ambako watakuwa hai tena. Kwenye ulimwengu wao ingawa wanatembea lakini ni wafu. Kuna wafu ambao mili yao imetengana na roho zao. Tunasema mtu amefariki. Sasa Yesu anaposema wafu, watenda dhambi mbele za Mungu ni wafu. Waache wafu wazike wafu wao. Wewe nifuate. Kama ukiamua kumfuata Yesu, umemfuata yule ambaye ana uzima wako wa milele. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Sasa Yesu ukimfuata atafanya nini kuhusu wewe? Jambo la kwanza ambalo Yesu anaweza kulifanya. Namba 1 kwa yule anayeandika. Yesu atafanya nini ukimfuata? Umemfuata kwa wokovu, umeamua kuokoka. Yesu atafanya nini? Jambo la kwanza, Yesu atakufanya kuwa mvuvi wa watu. Wako watu Yesu amewafanya kuwa wavuvi wa watu. Yesu atakufanya kuwa mvuvi wa watu. Marko 1:17 hadi 18. Marko sura ya kwanza mstari wa 17 hadi 18, Biblia inasema Yesu akawaambia, "Njooni mnifuate, nami nitawafanya kuwa wavuvi wa watu." Mara wakaziacha nyavu zao wakamfuata. Kwa kuna watu Bwana Yesu wanapomfuata kwa ajili ya wokovu wake, yeye anafanya mambo mengi sana. Jambo moja anaweza kulifanya ni kukufanya kuwa mvuvi wa watu. Hii roho ya uvuvi naamini kila aliyeokoka anayo. Uvuvi wa watu maana yake ni kutamani na watu wengine waje kwa Yesu. Ni kutamani na watu wengine waje kanisani. Ni kutamani na watu wengine waokoke. Ufurahi kuona watu wanajifurahisha kwenye dhambi. Ufurahi kuona watu wanafanya mambo mabaya. Unatamani uambie ndugu yangu okoka, njoo kwa Yesu. Ufurahi kuona watu wanaenda kwa waganga wa kienyeji. Ufurahi kuona watu wanateswa na nguvu za giza. Sasa hii roho ya uvuvi sijafahamu kama kwako iko. Anasema hivi, nifuate, nitakufanya kuwa mvuvi wa watu. Hapa aliwaambia akina Petro, akina Yohana, akina Yakobo, mnifuate, nitawafanya kuwa wavuvi wa watu. Sasa ukimfuata Yesu, anaweka hicho kitu ndani yako. Uvuvi. Kama ushawahi kuvua, mimi nimewahi kuvua. Sasa Yesu anataka tuwe wavuvi wa watu. Maana hao watu nao waona wote ni kama samaki. Hao samaki wanatakiwa kuvuliwa. Najua kuna wengine ukiweka ndoana anakimbia. Ndio wala ambao nawaambia, njoo kanisani nitakuja wiki ijayo, alafu anahama na mtana anazima anabadilisha na namba ya simu. Lakini hii kazi ifanye kwa ya kwako. Kuambia watu habari za Yesu. Usipowaambia wewe, nani atawaambia? Wiki nzima imeisha hata hujamtaja Yesu popote, upo tu. Hata kuambia tu watu, hata kama huna andiko kichwani unaweza kuambia hata karibu kanisani Jumapili hii. Hata hapo umefanya haki yako ya uvuvi. Nikuombe rafiki yangu, ulijue hili. Yesu ukimfuata kama ulivyomfuata wewe na mimi, anakufanya kuwa mvuvi wa watu. Hili jambo libebe kwenye maisha yako. Kuambia watu habari za kuja kanisani, kuambia watu habari za kuokoka, kuambia watu kwa sababu ndio kazi yako. Kama ulikuwa huijui, naomba nikwambie kwa neno la Mungu kwamba hiyo kazi ni ya kwako. Bwana Yesu asifiwe. Wangapi hapa watakuwa wavuvi wa watu? Wanyoshe mikono juu. Amen. Mungu awabariki sana. Uzuri wote tumenyosha. Kuna mmoja hajanyosha. Atavua nini sifahamu. Lakini hakikisha unakuwa mvuvi wa watu. Kuna mahitaji yako mengine yatajibiwa kwa sababu ya kuamua kuwaleta watu kwa Yesu. Binti mmoja alipata msukumo wa kushuhudia. Alikuwa anaomba sana apate mwenzi wa ndoa. Akaona kama ajibiwi. Mungu ana njia zake nyingi. Kuna kipindi akasema hapana, hebu kila Jumamosi tatumia saa moja tu kwenda nyumba kwa nyumba kuambia watu habari za Yesu. Amewashuhudia. Kuna siku akamkuta kijana mmoja kavua na shati haeleweki. Ile habari ya kumwambia awe sister nini haya akamueleza. Lakini yule mtu lile neno likamsumbua, baadaye akaamua kuokoka. Bwana Yesu asifiwe sana. Miaka 2 baadaye yule mtu alikuwa ni mtumishi wa Mungu mzuri sana, na ndio yule alifunga ndoa na yule dada. Unaonaje hapo? Unang'ang'ana, kumbe mume wako ni mlevi fulani mahali. We binti, kijana unang'ang'ana, kumbe mke wako yuko mahali fulani haeleweki. Sasa sikiliza mambo ya neno la Mungu.
Unaweza ukashuhudia wiki hii, kumbe unayemshuhudia ni mchungaji wa miaka 10 ijayo mahali fulani. Vipawa vya kimungu havifanyi kazi mpaka watu wanapoamua kuwa wa Mungu. Mungu alivyomuumba, alimuumba na kile kipawa kabisa. Lakini akifanyi kazi kwa sababu gani? Yuko nje ya kusudi, yuko nje na Yesu. Akiokoka huyo, unaweza ukashangaa anahubiri Tanzania nzima, mamilioni ya watu wanaokoka. Na wewe una mchango wa kumsaidia. Hebu nikuombe mtu wa Mungu, amua kuwa mvuvi wa watu. Amua kuambia watu kuja kanisani. Haijalishi wanakataa wanakubali, haijalishi inakuaje, wewe kazi yako ni kuambia. Waambie Yesu anaokoa. Waambie Yesu ndio yule ambaye dunia nzima wanamsubiri. Watu wa dini zote wanamsubiri. Wasichojua tu ni kwamba siku akija, Mathayo 24 inasema hivi, atakuwa kama mchungaji anayechambua kondoo na mbuzi. Dunia nzima, watu wa dini zote siku hiyo watagundua wanamhitaji Yesu peke yake. Dunia nzima, watu wote unaowafahamu, Biblia inasema akifika itapigwa baragumu ya malaika mkuu. Wafu watafufuka. Bahari itawaachia hiyo wameza. Kama walifia mtu baharini, atatoka siku hiyo. Akitoka atakuwa katika mwili wa kwake. Kama alinyongwa mahali, atatoka siku hiyo. Kama alifariki akiwa barabarani kwenye ajali, popote pale, Biblia inasema ardhi itawaachia. Halafu watu wote watakusanyika sehemu moja dunia nzima. Wa dini zote. Ndio maana lazima wahurumie watu na dini zao. Waambie bila Yesu, hata kama una dini nzuri kiasi gani, huwezi kuingia uzima wa milele. Wala usione aibu. Mtu mmoja akasema, "Je, Mungu unajua, ile kweli Mungu anaweza akaangamiza watu wote wa dini fulani na dini fulani wote?" Wakati wa Nuhu dunia nzima walikufa kasoro watu 8. Sasa kama unataka kumjaribu Mungu, piga tu hiyo picha. Kama aliweza kuangamiza dunia nzima kasoro watu 8, atashindwa nini? Kama aliweza kuangamiza Sodoma na Gomora yote, miji mikubwa 2 kasoro watu 3, atashindwa nini dunia nzima? Anaweza. Kwa hiyo watu wasikufariji kwa dini zao nzuri. Waambie kama unataka uzima wa milele, njoo kwa Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna mtu ananielewa? Natamani nitoe shuhuda zangu nyingi, lakini wanangoja nibaki tu kwenye neno. Mimi kama mimi, kwa neema ya Mungu, Bwana Yesu ashanitokea mara 5 au zaidi. Siku moja akanitokea akaniambia, waambie wale watu waje kwangu, waambie wanipokee kama mwokozi wao. Nikatoka pale nikaanza kuambia watu maeneo mengi sana, jamani, twendeni kwa Yesu, twendeni kwa Yesu, twendeni kwa Yesu. Wengine walikuwa wananizalau, nikaona wachache wanaenda kule Yesu aliko. Yaani Yesu yuko pale, mimi namuona wao hamuoni. Na waelekeza waende kwa Yesu, akawa wanaenda kwa Yesu, akaenda, likawa kundi kubwa. Lakini walio wengine walikataa. Hii iko kwa kila mmoja. Usiache kuambia watu kuja kwa Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Inawezekana ulitamani leo niwe na ujumbe leo naenda kwenye ibada ile ya kuambiwa pokea gari, pokea nini. Wewe umeshampokea Yesu, hubiri watu. Bwana Yesu asifiwe sana. Au kuna mtu nimemkwaza leo, sijabarikiwa kabisa, unajua. Barikiwa na hili. Bwana Yesu asifiwe sana. Jambo la pili, kwa yule anayeandika, Yesu ukimfuata atafanya nini kuhusu wewe? Jambo la pili, atahakikisha uendi gizani. Yesu atahakikisha hauendi gizani. Gizani ndo kuzimu. Gizani ndo jehanamu. Hata leo watu wanajiuliza maswali. Mtu akifa anaenda wapi? Mtu akifa duniani anaenda wapi? Iko wazi sana. Mtu akifa aliye mtakatifu wa Kristo anaenda mbinguni. Panaitwa pema peponi. Acha pale ambako watu wanataja tu pema peponi. Pema peponi tafasiri yake ni paradiso. Paradise kwa Kiingereza. Eneo hilo ni eneo gani? Hilo ni eneo la kungojea kabla ya kuingia Yerusalemu mpya. Kwa pale yule mtu anakuwa ameshaanza uzima wa milele, ila anasubiria tu wakati Yesu akirudi. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Sasa mimi sifahamu wewe unawazaje? Mwingine mtu akiondoka duniani kama hana Yesu anaenda kuzimu moja kwa moja na dini yake nzuri. Sasa tumemchagua Yesu, tuna faida nyingi sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Andiko moja nalipenda sana la Yohana 14:16. Inasema nitamwomba Baba awape msaidizi, ndio yule Roho Mtakatifu, ili akae na ninyi milele. Kumbe Roho Mtakatifu anaweza akaondoka hadi na wewe. Swali, kuna Roho Mtakatifu uende kuzimu, inawezekana Roho Mtakatifu aende kuzimu kufanya nini?
Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa Yohana 8:12 neno la Mungu linasema hivi. Upokee huu ujumbe ambao nimesukuma sana rohoni mwangu ni useme leo. Yohana 8 na mstari ule wa 12. Yohana 8:12 neno la Mungu linasema hivi. Basi Yesu akawaambia tena, mimi ndimi nuru ya ulimwengu. Yeye anifuataye hata kwenda gizani kamwe, bali atakuwa na nuru ya uzima. Wale wanaomfuata Yesu hawatakwenda gizani. Kama umeamua kumfuata Yesu, utakwenda kwa shetani. Kama umeamua kumfuata Yesu, utakwenda kuzimu. Kama umeamua kumfuata Yesu, Yesu anasema utakuwa na nuru ya uzima. Ndugu yangu, kama kuna mtu anaweza kujisikia ufahari, ni yule aliyeamua kumfuata Yesu. Usiwe mnyonge wewe wala sio mnyonge. Kama umeamua kumfuata Yesu, endelea mbele. Hakikisha na watu wa familia yako wanamfuata Yesu. Kama una watoto, hakikisha wanamfuata Yesu. Kama una ndugu, hakikisha wanamfuata Yesu. Kama una wazazi, hakikisha wanamfuata Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Mtu mmoja akaniambia kwamba unajua hata kifo cha Yuda anaenda mbinguni na asienda mbinguni huwa ni kama kinajionyesha kwa wale ambao wamewahi kushuhudia watu wakikata roho. Mimi nimewahi kushuhudia mmoja, ni bibi yangu, alikuwa ameokoka peke yake wakati ule kwenye ukoo. Siku ile anaondoka, yani tulikuwa tunalala nyumba moja, tumetenganishwa na sebule ndogo. Yeye upande huu, kuna sebule hapo upande huu. Usiku mzima alikuwa anaimba tu, cha kutumaini sina. Baadaye maombi yake yakawa haya, Bwana Yesu pokea roho yangu. Nikasema bibi leo kapatwa na nini? Wala hayuko serious kuumwa, hapana. Bwana Yesu pokea roho yangu. Kumwambia asubuhi naenda shuleni, kwa shule ya msingi. Bibi naenda shuleni. Bibi haina shida, mtabaki salama. Akanitabiria hadi mambo mazuri pale pale. Akamtaja babangu mdogo, akanitaja na mimi utafaulu, na kweli shule ya msingi nilifaulu peke yangu kwenye ile shule nzima. Lakini siku ile bibi yani anasema kwamba hata kuepo. Bibi, mbona unasema kama utakuepo? Muwe na amani. Asubuhi tu anapelekewa maziwa, anasema mimi sili mavyakula ya duniani jamani, naenda kula mbinguni. Bwana Yesu asifiwe sana. Baada ya pale, baadaye wakati wa kuondoka kwake, yani ni kama mtu amesema hebu ngoja nijinyoshe usingizi, baada ya kuomba na kuchangilia na kucheka, yani kama macho yake yamefunguliwa, anaona sehemu anakoenda. Yani mtu kama amelala usingizi. Sasa mtu mmoja, mimi siye kudhibitisha, labda umesikia sijui, anasema hivi, mtu anaenda aliyeasi na Yesu wakati wa kuondoka kwake inakuaga vita. Siye kudhibitisha, sijui kama uche kudhibitisha, kwamba itakuwa ni kama mapambano pale. Mapambano manake anapokata kauli anaanza kuona anakoelekea. Mapambano, mapigano pale, yani hadi tete. Mwingine sasa yani unakuta mtu kajisaidia haja kubwa, haja ndogo, mara kapiga kelele, karuka juu, kadondoka, ndo anaondoka hivi. Sijawahi kudhibitisha, lakini mtu mwingine anambia kama mtu aliondoka katika Kristo kwa sababu ule ulimwengu unapoondolewa kwake anaanza kuona anakoelekea, ndo anakuwa na furaha na amani. Hata ukimwambia kurudi hawezi kukubali. Bwana Yesu asifiwe sana. Nashukuru sana kwa sababu mko makini kunisikiliza. Yesu alisema anayempata yeye hata muacha aende gizani. Kama umempata Yesu, unaishi maisha matakatifu katika yeye, uzima wa milele ni uhakika. Bwana Yesu asifiwe sana. Jambo la tatu, Yesu atafanya nini? Kwa jambo la pili, atahakikisha wewe hauendi gizani. Hauendi gizani. Kwa ng'ang'ana na Yesu. Biblia inasema pengine mkishindania imani waliokabidhiwa watakatifu mara moja tu. Hiyo ni Yakobo. Yuda hiyo. Mkishindania imani waliokabidhiwa watakatifu mara moja tu. Kwa imani ya watu wanaenda mbinguni, dunia nzima walikabidhiwa mara moja tu. Kama ziko imani zingine ni imani za kujifurahisha, sio kwa habari ya uzima wa milele. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama ni injili ngumu nisamehe, ila nakwambia ukweli ambao ndio ulivyo. Namba 3, kutumikia Yesu atakapokuwepo na wewe utakuwepo pale. Maana nyingine kwamba utakapokuwepo na yeye atakuwepo pale. Kama umeamua kumtumikia Yesu, uko ndani ya Kristo, umeamua kumtumikia Yesu,
Utakapokuwepo na yeye atakuwepo. Atakapokuwepo Yesu na wewe utakuwepo. Kwa kila atakachokifanya atahakikisha pale ambako wewe upo na yeye atakuwepo. Ndio maana siji kama matendo Yesu ameshadhihirisha kwako, uje kufuata wewe. Kuna watu wa Mungu, wao wengine, kuna mama mmoja kushuhudia hapa. Watu mtu ana mapepo kule, wakapiga picha, wakasema lakini pale kuna mlokole pale, mpelekeni. Wamefika pale, wacha tuombe, kuweka mikono mtu anapona. Manake Yesu alikuwepo pale kupitia yule mtu ili kuhakikisha yule anapona. Yesu anadhihirisha matendo yake. Sasa Yohana 12 mstari wa 26. Yohana 12 mstari wa 27 inasema, mtu akinitumikia anifuate, nami nilipo ndipo mtumishi wangu atakapokuwepo. Tena mtu akinitumikia Baba atamheshimu. Kama kuna watu Mungu waheshimu, ni wale wanaomtumikia Bwana Yesu. Ukitaka uheshimiwe na Mungu, mtumikie Bwana Yesu. Sasa hapa Biblia iko wazi kwamba mtu akiamua kunitumikia, Yesu akulazimishi umtumikie. Ila ukiamua kumtumikia, yeye anasema hivi, nilipo na mtumishi wangu atakapokuwepo. Yesu anatamani azihirike sana kwa ulimwengu kupitia wewe. Maana mahali ulipo wewe na yeye yupo. Mahali ulipo wewe na yeye yupo. Hebu jitahidi kwenye utumishi wako. Kama ulikuwa umejaa manunguniko, achana nayo, hayakusaidii. Kama umejaa lawama, achana nazo, maana hazikusaidii. Waambie watu habari za wokovu wa Kristo Yesu. Waambie watu habari za kuja kwa Yesu Kristo aliye Mwokozi. Bwana Yesu asifiwe sana. Namba 4. Kwani andika. Namba 4. Namba 4, Yesu atafanya nini? Kwa sababu umeamua kumfuata. Ukishinda hata liondoa jina lako kwenye kitabu cha uzima. Ukishinda Yesu hata liondoa jina lako kwenye kitabu cha uzima. Kwa kazi yako ni kuhakikisha tu unashinda. Yeye anasema sitaliondoa jina lako. Ufunuo 3 mstari wa 5. Ufunuo 3 mstari wa 5. Yeye ashindaye atavikwa hivyo mavazi meupe, wala sitalifuta kamwe jina lake katika kitabu cha uzima. Nami nitalikiri jina lake mbele za Baba yangu na mbele za malaika zake. Hii ni faida mojawapo ya sala ya toba kama ujui. Yesu akasema, atakayenikiri mbele ya watu nitamkiri mbele ya Baba na mbele ya malaika. Atakayenikana mbele ya watu nitamkana mbele ya Baba na mbele ya malaika. Hii ina maana gani? Sala ya toba ni njia ya uwazi ya kumkiri Yesu, ili na yeye siku ile akukiri mbele ya Baba yake na mbele ya malaika. Kwamba huyu alikuwa ni mtumishi wangu, huyu alinipokea, huyu alitunza jina langu. Naamini kila mtu anatamani kitu kama hicho. Sasa nini Yesu atafanya basi kwenye maisha yako kama kweli umeamua kumfuata? Yeye anasema hivi, hata aliondoa kamwe jina lako kwenye kitabu cha uzima. Manake jina lako litabaki kwenye kitabu cha uzima milele. Hata ukiondoka duniani, utaondoka kwenda paradiso na jina lako likibaki mle kwenye kitabu cha uzima. Kama wanadamu watakusahau, kama kuna atakaye kusahau, Yesu hatakusahau, kwa sababu jina lako hata aliondoa kwenye kitabu cha uzima. Huyu Yesu ni mzuri, ndugu zangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Jitahidi sasa kwenye safari yako ya maisha ya wokovu. Jitahidi na ng'ang'ana. Najua wakati mwingine mili inazungumza. Wakati mwingine wanadamu, kuna upepo wa kila namna. Unazungukwa na watu ambao hawamhitaji huyo Yesu. Unazungukwa na watu ambao wanakushawishi twende huku, twende huku. Kuna mwingine anaweza asije kwenye ibada, ameambiwa twende kwenye jogging. Kwa nini jogging ni Jumapili tu nadhani? Mengine ni agenda za shetani kama ujui. Mazoezi sio dhambi, ni mazuri sana. Lakini watu wanaweza siruhusu yasifanyike siku yoyote, afanyike Jumapili. Hasa Dar es Salaam hii. Pita Jumapili uone watu baharini, wako wapi, watu wanakokotwa. Kwa nini Jumapili tu? Bwana Yesu asifiwe sana. Uje kuwaza hilo jambo. Kuna vikundi vya jogging vingi sana, wanakutana siku moja tu, inaitwa Jumapili. Na Jumapili muda gani? Asubuhi. Wanatangaza kwenye redio za kila namna, Jumapili, Jumapili tunakutana. Kwa nini Jumapili tu? Kuna watu tuwazuie kwenda ibadani. Wasiona akili wananasa. Mazoezi kwa afya ni muhimu sana, ni kweli mazoezi ni muhimu sana.
lakini kwa nini afanyike Jumapili tu? Sasa ajenda za shetani ziko nyingi sana. Inawezekana hata walioanzisha jogging hawajui hilo. Lakini shetani ndo anajua kwamba bana siku nzuri Jumapili utawapata wengi. Kwa nini? Kwa nini Jumapili? Kuna watu hawataenda kanisani. Kuna watu hataenda kulisikia neno kama hili, wameenda kwenye mazoezi. Mazoezi ni muhimu sana. Ni kweli, hakuna anayekataa. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa kuna ajenda nyingi za siri za shetani kuhakikisha basi watu majina yao hayawi kwenye kitabu cha uzima. Nikuombe ndugu yangu, endelea kuishi maisha matakatifu. Haijalishi wanaokuzunguka wote wako kinyume na wewe. Endelea kujitunza. Haijalishi wafanyakazi wenzako wote wako kinyume na wewe. Endelea na Yesu. Haijalishi wengine wanasema nini. Kwa sababu uzima wa milele uko na Bwana Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hili hasa. Yaani tukihubiri vingine vyote ni sawa. Lakini Yesu anachotaka cha kwanza ni watu wamjue na wampokee. Bwana Yesu asifiwe sana. Anachokitaka cha kwanza watu wamjue yeye na wampokee na wamfuate kama Bwana na Mwokozi ili wayaponye maisha yao. Ndio maana kuna andiko linasema wengine mkiwaokoa katika moto. Manake hao walikuwa ni wa motoni, lakini wewe unayemjua Yesu unawashawishi wale watu mpokee Yesu, nenda kwa Yesu. Utakuwa umefanya jambo zuri sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Namba 5. Ile kwa namba ngapi? Namba 5. Namba 5. Ukimfuata Yesu atafanya nini? Yesu atakusamehe dhambi zako zote. Luka 5:24. Luka 5:24. Yesu atakusamehe dhambi zako zote. Zote. Luka 5:24. Luka 5:24, hili neno la Mungu linasema neno hili. Lakini mpate kujua ya kuwa mwana wa Adamu anayo amri duniani ya kusamehe dhambi. Anayo amri ya kusamehe dhambi. Yesu anaweza kukusamehe. Na sala ya toba ni kitu cha thamani sana. Sala ya toba inaweza kukutenga na watu wengine. Sala ya toba inaweza kukutenga na jehanamu mbali. Sala ya toba inaweza kukutenga na mabaya yaliyokusudiwa. Sala ya toba inaweza kukutenga na ghadhabu ya Mungu iliyokuwa ije. Watu wa Ninawi walitubu, walipotubu Mungu akuangamiza kama Sodoma na Gomora. Yeremia alipoelekeza Ezekia alipoelekeza uso wake kwa Mungu pale, kuna kitu Mungu alitenda. Wana wa Israeli walikuwa wanatabika Misri, lakini Mungu anasema, kwa toba yao Mungu akaisikia. Akasema nimesikia kilio cha wana wa Israeli. Nimesikia. Kwa toba yao inamfanya Mungu asikie, akaenda kuwaokoa. Toba inaweza kusababisha ukaokolewa. Bwana Yesu asifiwe sana. Pale msalabani kulikuwa na wafungwa wawili watenda dhambi. Mmoja akaenda mbinguni, mwingine akwenda. Mmoja kwa ajili ya toba tu. Kwamba Bwana Yesu nikumbuke kwenye ufalme wako. Yesu akasema kumbe huyu anahitaji ufalme wangu. Akamwambia leo. Yani akamsamehe pale pale. Kwamba nimekusamehe, leo utaenda kwenye ufalme wangu. Hakwenda, alienda. Vipi yule mwingine kama angepewa kuchungulia baadaye? Kwamba hebu yule mwizi mwenzako mliokuwa mkiba wote zamani. Yule kule, halafu wewe huko ingekuwaje? Kwamba dakika chache tu zile, kwa nini singekaa kimya? Mdomo ulimponza yule. Kama wewe mwana wa Mungu, jiponye. Acha ubabe ukamponza. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana ni vizuri tukawa wanyenyekevu kwa Mungu. Ubabe unaweza kumponza mtu. Yule mwizi ulimponza pale msalabani. Kama wewe mwana wa Mungu, jiponye. Unaleta kebei kwa Yesu. Yule mwingine, Bwana Yesu nikumbuka kwenye ufalme wako. Pale akamwambia, yani manake nimekusamehe na leo utakuwa kwenye ufalme leo. Siku hiyo kwa sala ya toba inaweza kukutenga na jehanamu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sala ya toba ni ya thamani sana. Sala ya toba inakufanya umilikiwe na Mungu katika Kristo Yesu. Ndio maana neno la kwanza kulihubiri Yohana anasema tubuni kwa maana ufalme wa mbinguni umekaribia. Mathayo 3:2. Neno la kwanza Bwana Yesu anapoanza kazi yake, Marko 1:15 anasema tubuni na kuiamini Injili kwa maana ufalme wa Mungu umekaribia. Yaani Yesu anaanza kazi na kuambia watu tubuni. Yohana anaanza kazi na kuambia watu tubuni. Kwa sababu sala ya toba, hiyo toba inaweza ikawatenga watu na mabaya ambayo mengine wangeyapata kama tu isingekuwa hiyo sala ya toba.
Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana watumishi wa Mungu, kuna andiko katika Korintho inasema hivi, akatupa huduma ya upatanisho. Watumishi wa Mungu wamepewa huduma ya upatanisho, kuwapatanisha watu na Mungu. Ndio maana ya kuongozwa sala ya toba, ndio maana ya kuombewa na watumishi wa Mungu mbalimbali. Na hao watumishi mmoja wapo ni wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi sijajua kuna kitu gani, lakini mimi nilipookoka nilisema kuna mambo natakiwa niepuke kwa ajili ya baadaye. Na epukaje? Jambo la kwanza, nikajikuta nanunua kitabu cha tenzi za rohoni, nikakariri tenzi 61 kichwani. Kwamba siku moja kwenye ibada tukiimba nisianze kunungunika tu. Wapo wengi tu. Wengine wanaimba yeye hana tenzi, anasema sasa hapa tenzi nimesahau nyumbani, anaanza yani kunguruma tu pale. Jambo la pili nikasema lazima niikariri sala ya toba. Kwa sababu huwezi kujua. Na hayo mambo yalitokea. Kuna siku mbele ya watu tena wananifanyia kama kazi yaka fulani. Wewe si mchungaji? Niongoze sala ya toba. Nilikuwa nimeshaikariri kichwani. Bwana Yesu asifiwe. Nakwambia kariri, iko siku. Nani hapa ameokoka? Mimi hapa. Karibu njoo huku mbele. Halafu watu pale pale wanaanza. Bwana Yesu asifiwe sana. Nahitaji kumpokea Yesu, nataka nitengeneze na Yesu. Unamwambiaje? Tengeneza tu, unatengenezaje sijui. Tengeneza tu hivyo vipi? Sasa umeokoka, hakikisha unakariri hata kwa vipande. Unajua sala ya toba sio ya kukariri. Ila jua tu kwamba sala ya toba ni mtu akubali ni mwenye dhambi. Yaani Mungu anataka wale ambao wanakubali kwamba wote wamepungukiwa na utukufu wa Mungu. Wote wametenda dhambi, kwamba wote sio makundi. Kama hawajampokea Yesu, wote wanahesabika ni watenda dhambi. Wamepungukiwa na utukufu wa Mungu. Lazima wakubali ni wenye dhambi. Kwa sala ya toba lazima usike na mtu kukubali ni mwenye dhambi. Ndio maana ukiwatafuta watu wengine wanasema mimi mwenye dhambi, lazima mtu aseme hicho kipengele. Jambo la pili, aseme sasa ukiri wake ni nini? Ninakupokea Yesu Kristo uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Wengine nini? Yasamehe mambo matatu kwako: dhambi, maovu na makosa. Ndio maana sala ya toba watumishi lazima waseme hicho kipengele. Kwamba Mungu Baba nisamehe dhambi zangu zote ninazokumbuka na ambazo sikumbuki. Sawa, hizo ni nyongeza. Sasa ni vizuri na wewe ukawa na sala ya toba kichwani. Iko siku unaweza ukajikuta unajificha. Unamkana Yesu hivi. Unamkana Yesu. Uwe na sala ya toba angalau maneno machache kumwambia Mungu kwamba, kumwambia mtu kwamba, yani muongoze mtu sala ya toba. Sasa mimi niliokoka tu nikasema kuna mambo baadaye yanaweza kunizalilisha. Ngoja nijifunze. Bwana Yesu asifiwe sana. Lingine nikajitahidi kila nakoenda na maandiko matatu kichwani ambayo nikipewa hata nafasi kama kuna namna naweza kusema. Mimi siku ya kwanza kufundisha kanisani, tulikuja ibadani kama kawaida, tunajua kuna mchungaji, kuna mzee wa kanisa, wapo watu wataendelea. Tumefika, mchungaji ameitwa kituo cha polisi. Kama umeokokea sehemu ambazo watu hawataki injili, yani usumbufu ni mwingi, Jumapili mchungaji njoo kituo cha polisi. Tumefika kanisani, watu wanaangaliana. Mimi nimekaa sina hiyo hali, naona tu wazee wa kanisa jasho inatoka wanitana nje. Hata walikuwa waje kufundisha. Inakuaje jamani, inakuaje? Nani asimame? Mimi sijajiandaa. Mngeniambia Jumapili. Yani kipindi hicho Mungu alishanipa neema, nikasema hivi, mimi hata kama popote pale sina notebook, sina nini, lazima angalau niwe na andiko moja, hata Yohana 3:16 hadi 18. Kwamba kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanae wa pekee ili kila muamini asipotee bali awe na uzima wa milele. Maana Mungu akumtuma mwana ulimwenguni ili ahukumu ulimwengu, bali ulimwengu uokolewe katika yeye. Amwaminie yeye ahukumiwi, asiyemwamini amekwisha kuhukumiwa kwa sababu hakuliamini jina la mwana pekee wa Mungu. Maana yake hapo na uwezo wa kwanza kumwambia mtu Biblia iko wazi kwamba Mungu alitupenda kumbe sisi. Hapo unaweza kuhubiri hata kwa maneno machache na watu wakasema ndio. Kwa kila nakoenda angalau na andiko matatu. Natamani na wewe nayo kanuni hiyo siku moja usije ukamdhalilisha Yesu. Kuna hata ndio kwa hapa. Nipo. Nyosha mikono miwili, unanyosha miwili kweli. Sogea mtumishi, hebu tupe neno. Nasema angekwepo fulani hapa. Sasa fulani hayupo, ndo wewe. Huyo fulani ndo wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Wewe angalau na neno. Kwamba Zaburi 27 mstari wa kwanza na kuendelea Biblia inasema Bwana ni nuru yangu na ngome yangu, nimwogope nani?
Bwana ni nuru ya uzima wangu, ni mhofu nani? Watenda mabaya waliponikaribia lile nyama yangu, adui zangu walijikwaa. Jeshi lijapojipanga, yani uwe na maneno kama hayo. Neno moja nimelitaka kwa Bwana, nalo ndio nitakalolitafuta, nikae nyumbani mwa Bwana siku zote za maisha yangu, ni utazame uzuri wa Bwana na kutafakari hekaluni mwake. Kwa unakuwa na kitu cha kuambia, atakwambia hebu tuombe sasa Mungu atuzingire, una neno. Bwana Yesu asifiwe sana. Inawezekana leo nakwambia maneno magumu sana. Ndio hayo mimi nilipewa nikwambie. Ujiandae, wewe si mtumishi wa Mungu jamani. Uwe tayari wakati wowote. Kitu kingine ambacho mimi nilizingatia ni kuhakikisha kila ninapoenda kanisani nina wimbo mmoja kichwani wa kuabudu na wimbo mmoja wa kusifu. Kwa sababu gani? Eneo ambalo mimi niliyokokea, kiongozi wa ibada akisimama anaweza kusema tu, dada fulani ataimbisha wimbo wa kuabudu. Unaweza kashangaa zinayuka zote. Mtumishi wa Mungu Margaret hapa aliimbaje? Ushasahau. Hivi Jumapili fulani aliimbaje? Ushasahau. Sasa ndo kanisani baada ya Jumatano. Sana waangalia wote hivi. Mtumishi wa Mungu ataomba kwa ajili ya sadaka. Kuna mwingine hawezi. Mtumishi wa Mungu fulani, hebu utaimba wimbo wa kusifu. Hujui hili wala lile. Sasa wewe ushakuwa mtu wa ibada, uwe tayari wakati unaofanya na usiofanya. Ndio maana moja hapo hiyo. Uwe tayari. Bwana Yesu asifiwe sana. Usiwe wale wa Kristo ambao hamkuniandaa. Yaani Jumapili ndo waambiwe, ili aanze kujiandaa Jumatatu mpaka Jumamosi. Uwe tayari. Uwe mtu wa maombi. Bwana Yesu asifiwe sana. Uzuri wa huyu Yesu anaweza kukusamehe dhambi. Uzuri wa huyu Yesu anaweza kukusamehe magonjwa yote. Yako maandiko mengi pia yanazungumza kitu kama hicho. Kwa hiyo nilitamani niseme tu haya mambo matano ya kwamba ukimfuata Yesu atafanya nini. Najua yako mengi anaweza kuyafanya, mengi sana. Umemfuata Yesu, lijue hili. Kama kuna kitu kinapungua katika haya, hebu jitahidi. Kama unaona kabisa wewe uvuvi wa watu huna, anza hata kujifunza jinsi ya kushuhudia. Ukienda soma Biblia pale, uzuri tuko Dar es Salaam karibu na soma Biblia pale, kuna vitabu vingi ambavyo shilingi 3000 wanakupa furushi. Kuna siku nishaye kwenda kuchukua mafurushi, nilikuwa nachukulia watu fulani 3000 furushi hivi la vitabu vingi. Hata kama uwezo unaweza kumgawia mtu, tuachukua kitabu. Kama watu yani kuna mtu mpaka jasho inatoka mwili mzima, ana furushi la madude ya waganga wa kienyeji. Anawapa hadi wa Kristo wateule karibu kwa mganga na majini 7 sui nini, na wewe unachukua tu. Mbona yule ana upako kwenye kazi zake za kishetani? Wewe je, mtu wa Mungu? Kwa kama uwezi, hata hilo tu unaweza kulifanya. Hata kualika watu 10 tu unaweza kujiwekea malengo. Mimi maisha yangu, malengo yangu, kila mwaka niwaongoze sala ya toba watu 100. Namshukuru Mungu wa mbinguni, kila mwaka wanavuka. Bwana Yesu asifiwe sana. Siwaambii watu kwamba lazima uje kanisani kwetu. Mimi nataka tu aokoke. Akija kwetu itakuwa vizuri sana. Akienda na kwingine mradi aokoke. Sasa wewe mtu wa Mungu unafanyaje? Uvuvi wa watu Yesu anataka. Amesema utaenda gizani. Amesema utakapokuwepo atakuwepo. Ukitaka kujua kama Yesu ulipo na yeye yupo, nenda. Watu wamefungwa, unaweza kuwaombea wakapona. Kwa sababu gani? Ulipo Yesu yupo. Yesu anataka adhihirishe hayo sasa kwako. Bwana Yesu asifiwe sana. Tusimame. Hebu fanyia kazi ujumbe huu. Fanyie kazi mtu wa Mungu. Hiyo kazi ni ya kwako. Hiyo kazi ni ya kwako. Huo utumishi ni wa kwako. Hayo yote ni ya kwako. Tunaabudu kwa ufupi sana, tunaenda kuomba. Jiombea hata moyo wa kupeleka injili. Kama unajiombea, mtu mmoja akaniambia, mtumishi, mimi sina ujasiri hata kidogo. Nikisimamishwa mbele ya watu naweza hata kudondoka. Sasa na wewe omba hata Mungu akupe ujasiri hata wa kuwashuhudia marafiki zako. Mna vikoba wengine, kwenye vikoba ushe kuambia habari za kuja kanisani. Mna marafiki mnacheza draft, hata kuambia jamani, muda wa ibada na kukaribisha pia Jumapili, hebu njoo. Akija huko atakutana neno kama hili litamsaidia. Bwana Yesu asifiwe sana. Hivi unajua Mungu anatenda miujiza sana hata hapa tulipo. Kama huko unaona, huwa nawaambia watu hivi, kama unaona mfano
mahali watu wanaombea labda watu 50 wanadondoka mapepo kama ndo kipimo cha mtu cha kuangalia nguvu za Mungu hicho. Usizani hapa inashindikana. Kama hao wenye hizo nguvu za giza wapo, lazima wafunguliwe. Anayeweza kufanya hayo kuleta watu ni wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana wenzetu kwa ujanja anawaambia tu, nimetoka Israeli, nina maji, njoo. Kwa watu wanakuja ili wapatikane wengi ambao watafunguliwa. Basi wakifunguliwa na watu wanasema hapa ndio kuna Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Namna hii taratibu kabisa. Kila mtumishi wa Mungu hapa nisikie na nielewe. Fanya utumishi. Omega. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Wasahili sifa za moyo wangu na kuabudu, uliniumba ni kuabudu na kuabudu. Mungu wangu na kuabudu. Yesu wastahili sifa za moyo wangu na kuabudu, uliniumba ni kuabudu na kuabudu. Faida na si kwa hasara. Licha ya yale tuliyojifunza, kuna kitu Mungu anataka atende. Licha ya neno lake, injili yake inaambatana na miujiza. Injili yake inaambatana na matendo ya miujiza. Injili yake inaambatana na uponyaji. Injili yake inaambatana na kugangwa mioyo. Injili yake inaambatana na neema yake ya ajabu. Ombi la kwanza, jiombe Mungu akupe roho ya uvuvi wa watu. Akupe roho ya uvuvi wa watu. Akupe roho ya uvuvi wa watu. Uwe na ujasiri wa kuambia watu habari ya Yesu. Uwe na ujasiri wa kuambia watu njoo kanisani. Uwe na ujasiri wa kuambia watu Yesu anaokoa. Uwe na ujasiri wa kuambia watu nimeokoka kwa sababu Yesu Kristo ameniokoa. Uwe na ujasiri huo. Jiombe moyo wa ujasiri. Jiombe moyo wa ujasiri. Jiombe moyo wa ujasiri. Yesu asante Bwana. Yesu asante Baba. Hawa ndio wale ambao umetuchagua Bwana. Ukaseme nendeni ulimwenguni mote mkaihubiri injili kwa kila kiumbe. Yesu umeweka huo utumishi ndani ya mama huyu, ndani ya dada huyu, ndani ya kaka huyu. Yesu msaidie Bwana katika safari yake. Msaidie Baba katika safari yake. Katika jina la Yesu aliye hai. Katika jina la Yesu aliye hai. Mungu akupe neema, Mungu akupe neema. Mungu akupe neema, Mungu akupe neema. Mtenda miujiza wa mbinguni akupe neema. Aliyeziumba mbingu na dunia akupe neema. Aliye Baba wa milele akupe neema. Aliye mwanzo na mwisho akupe neema. Ndio. Katika jina la Yesu. Baba, weka uamsho ndani ya mioyo yetu. Weka kiu. Yesu ulisema mwenye kiu na aje anywe. Mwenye kiu na aje anywe. Baba, tunahitaji kiu. Tunayo kiu, tunahitaji nguvu za Roho Mtakatifu. Tunahitaji nguvu za Roho Mtakatifu. Tunahitaji kutembea kwenye kusudi lako Bwana. Tusaidie Baba, tupe neema. Tusaidie Mungu, tupe neema. Tusaidie Yesu, tupe neema. Katika jina la Yesu. 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 Hebu nenda mbele za Bwana, jiombee, jiwekee malengo. Ushaweka malengo mengi ya kwako. Ukasema nahitaji Mungu anipe neema mwaka huu nijenge nyumba, na ukajenga. Inue kiwanja. Hebu mwambie Mungu, mwambie tu Mungu kimoyomoyo, Baba nisaidie niwaambie watu hata 20 mwaka huu kwa habari ya wokovu wako. Hamna mtu anaweza kumwambia Mungu, Baba nisaidie. Hata kama ni ndugu zangu nitaanza kuambia leo. Nitawaambia Yesu anakupenda, okoka. Unaweza kumwambia Mungu nisaidie niwaambie 50. Baba huu mwaka niwaambie 50 kwa habari ya Yesu anayeokoa. Hebu jiwekee, mweleze Mungu akusaidie. Roho Mtakatifu atakusaidia, ndio. Roho Mtakatifu atakusaidia. Hebu jitamkie watu kwamba Bwana Yesu nisaidie. Niwaambie watu 200 mwaka huu.
kwamba Yesu unaokoa waje kwako, Yesu unaokoa waje kwako, Yesu unaokoa waje kwako, Yesu unaokoa waje kwako. Baba, jiambie, hebu mwambie Mungu. Ulishaombea mambo mengi ya kwako, hebu mwambie Yesu leo, Baba nisaidie. Namwombea neema hiyo leo kwa jina la Yesu. Matendo yako ya miujiza yako kwenye ibada hii, Baba nakusihi adhihirishe kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo aliye hai. Namleta mbele zako Bwana, kila hitaji la moyo wake, maisha yake awe na kibali kwenye maisha yake. Namwombea kibali kwenye kila jambo analokuhitaji kwa roho. Yesu msaidie, fungua milango iliyofungwa, bariki, mpe neema na uzima. Mahitaji yake anapokea kwa jina la Yesu. Nakushukuru Bwana Yesu, umetenda muujiza huu. Pokea sifa, heshima na utukufu kwenye hitaji lake la moyo, kwenye mahitaji yake ya moyo. Mwaka huu yote yanajibiwa kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Bwana Yesu Mwokozi Mfalme, ninakuita Bwana kwa ajili ya mtumishi wako huyu. Namwombea neema na kibali kwa jina la Yesu. Namwombea neema yako na nguvu zako, ee Mungu aliye hai. Namwombea kibali chako, ee Mungu wa utukufu, katika jina la Yesu. Msaidie, 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 mpe neema. Naomba apokee kwa mamlaka ya jina la Yesu. Kama kuna vizuizi vya kiroho na vibatilisha kwa moto wa jina la Yesu aliye hai. Nakushukuru Bwana Yesu, umetenda. Nakushukuru Bwana Yesu, umetenda. Nakushukuru Bwana Yesu, umetenda. Nakushukuru Bwana, nakushukuru Bwana, nakushukuru Bwana. Kwa jina la Yesu Kristo, Mungu akukumbuke na kutendee mema. Kila neno baya walilokunenea watu wabaya nalibatilisha na kulifuta kwenye ulimwengu wa roho. Na kuombea uzima wa kimbingu kwa jina la Yesu aliye hai. Ukawe mshindi uliyeshinda kwa jina la Yesu. Bwana Yesu Mwokozi, huyu ni mtumishi wako. Ninakuita leo Bwana kwa ajili yake. Ninakuita leo Yesu kwa ajili yake. Ninakuita leo Yesu kwa ajili yake. Kama kuna ngome ya adui popote kwenye maisha yake, na isambaratisha kwa moto wa jina la Yesu. Na isambaratisha kwa moto wa jina la Yesu. Na achilia damu ya Yesu ya agano jipya katika jina la Yesu Kristo. Leo unemtesa huyu, leo unemtesa huyu, na kuafisha kwa moto wa jina la Yesu. Mwachie na maisha yake achie. Mwachie na maisha yake achie kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Toka ndani. Toka ndani pepo. Toka ndani kwa jina la Yesu. Toka ndani kwa jina la Yesu. Moto wa jina la Yesu aliye hai. Moto wa jina la Yesu aliye hai. Waombaji wako wapi? Tuendelee kumwombea mtu. Anafunguliwa leo, anafunguliwa. Waombaji wako wapi? Anafunguliwa kwa jina la Yesu. Baba Mungu, katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Huyu ni mtumishi wako uliyemwita kwa kusudi lako Bwana. Nakuita Mfalme, nakuita Yesu, nakuita Yesu, nakuita Yesu. Nakuita Yesu. Nimehubiri habari zako leo, nakuita Bwana. Baba, neno lako linasema unaponya. Naomba nikuombee tu, nikubariki sawa? Endelea na Yesu, usimwache sawa? Uwaga unauma sehemu gani ya mwili? Sehemu gani ya mwili wewe unauma? Macho ndio yananisumbua. Macho. Haya, naomba nikuombee. Baba, katika jina la Yesu Kristo aliye hai, naachilia damu ya Yesu Kristo ya agano jipya ndani ya mwili huu. Bwana, mtumishi wako anasema macho yanamsumbua, naachilia damu ya Yesu kwenye macho yake katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Bwana Yesu, kampe neema, akafunguliwa, akutumikie. Ana hazina zako huyu, ana hazina zako huyu, ana hazina zako Yesu huyu. Msaidie akasimame, 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 akutumikie kwa jina la Yesu. Neema yako ikamfunike kila kamba za adui, kamba za adui. Hizo kamba 7 alizofungwa na mfungua kwenye ulimwengu wa roho, na mfungua hizo kamba kwa jina la Yesu. Ewe kamba mliyemfunga kamba kwa maneno yenu, kwa jina la Yesu nafungua. Moto wa jina la Yesu, 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 moto wa jina la Yesu. Nafungua hizo kamba za kichawi, mafundo ya uchawi, mafundo ya uchawi, na yapasua kwa moto wa jina la Yesu. Hayo mafundo ya uchawi na yapasua kwa moto wa jina la Yesu. Amenunuliwa kwa damu ya Yesu ya agano jipya. Bwana Yesu msaidie. 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 Chochote cha adui kinachoshikilia maisha yake kiondoke. 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 Nasema kiondoke. Nasema kiondoke kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Namwombea kibali. Namwombea kibali. Namwombea kibali. Namwombea kibali. Namwombea kibali kwa jina la Yesu aliye hai. Kila mipango ya shetani, roho za nyoka za kila namna, zikapake kwa jina la Yesu, zimwachie. Anafunguliwa leo.
yuko huru kwa damu ya Yesu, yuko huru kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Haleluya, 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 haleluya. Asante Bwana Yesu. Amen. Hebu rudia maneno haya. Sema, Bwana Yesu, naomba unisaidie. Uliniokoa ili niwatangulie wengi, ili na wao uwaokoe. Bwana Yesu, nipe ujasiri, nisaidie. Roho wako Mtakatifu anikumbushe, niwaeleze watu habari zako, niwaeleze watu njiani na mahali kokote utakaponipa neema. Nikumbushe Bwana Yesu, niwaalike kanisani, niwaambie Yesu naokoa, watembee kwenye kusudi lako. Niondolee moyo wa oga, niondolee hofu kwa jina la Yesu. Baba, katika jina la Yesu Kristo aliye hai, imeandikwa katika Isaya 54:14, utathibitika katika haki, utakuwa mbali na kuonewa na mbali na hofu, kwa maana haitakukaribia. Huyu mtu aliyekuja kwenye ibada hii akathibitike katika haki, akawe mbali na kuonewa na wachawi, akawe mbali na kuonewa na mapepo, akawe mbali na kuonewa na nguvu za giza, akawe mbali na kuonewa na watu wabaya, na mbali na hofu, maana haitamkaribia. Akawe mbali na hofu za kishetani za kila namna. Baba, kamjaze nguvu zako za Roho Mtakatifu, msaidie atembee kwenye kusudi lako. Na muombea neema hii kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Amen. Mungu awabariki sana. Kabla tukae kidogo, tukae.